Na hii sasa ni sehemu ya 32 katika picha wanaita Super Spy. Sambamba na Meki DJ mitamboni kutoka ndani ya mitandao mizito. Tunazungumzia Next Level Studio na Full Respective Family kama kawaida. Kizidi kuwakilisha vema na tunazidi kukupa burudani zaidi kama kawaida. Mwanzo mwisho yani ni mwendo mdundo. Basi niseme nini zaidi ya kuambia karibu sambamba na mzee mzima bwana DJ Charles Studio. Ujamaa anazidi kuwakilisha vema na anazidi kutoa support kubwa sana kwa wadau. Hususan katika kampuni bomba ya Next Level Studio. Ni muuzaji wa movies za aina zote. Ndani ya pale Moshi Kiboloni. Lakini pia unaweza kujipatia DVD pamoja na CDM kwa bei ya jumla na reja reja. Tunapatikana ndani ya Moshi pale Kiboloni sokoni. Lakini pia bila kusahau pale Kindi barabara ya simu. Kindi Miwaleni sokoni. Lakini pia tupo pale maeneo vibonge la mashine wanaita Super Spy. Yes, ni bonge la mashine yani. Mimi mwenyewe nalikubali kinyama nyama. Basi wakati huo tunazidi kupitia baadhi ya matukio ambayo tayari tumeshakwisha kuyapitia. Basi nami nikwambia kwamba tunaongozana vema na mzee bwana Jovi Diallo, Jovi msanii kutokea pale pande za Arachuga, yani tunapozungumzia ni Arusha moja bila. Ni maeneo pale Morombo, lakini pia anapatikana pale maeneo ya Ola City. Bila kusahau pale Engo Sheraton utakutana pia na ofisi yake pale mzima huyu. Anazidi kuongoza na anazidi kuchana mawimbi. Basi nami nikusihi bila kupoteza time tunakwenda sambamba zaidi katika sehemu ya 32. Alright. Basi leo mzima bwana Feyang akiwa sambamba na Dokta walikuja wakafika hapa katika makutano barabara na wakawa wanatafuta njia kwa ajili ya kuweza kuingia kwa ajili ya kuweza kufuatilia lile gari au ile truck ambayo ilikuwa ndani yake na wale wazee. Sasa haijafahamika ndani hasa imebeba nini. Na kama nakumbuka truck tayari tumeshakusha kutana nayo kule. Imekwenda kutana ule binti rider. Sasa nini ambacho kinakwenda kutokea mzee? Twende sambamba zaidi. Anatokea katika kundi kile cha mwanadada wanamuita rider. Sasa wakati hiyo bibi Choma akiwa sambamba na Jolina walikuwa wameketi chini wakiwa wanazidi kuzungumza zaidi kujadili hili swala. Kwa nini mheshimiwa kawaambia maneno magumu kama yale? Ya kwamba anahitajika kuweza kuwa makini. Ile neno ni gumu na neno lile la mafumbo. Kweli kweli kiwanyima raha sana wadoda hawa. Binti anasema kwamba yule jamaa ni bonge la mpelelezi. Na watu wengi huwa wanashindwa kuweza kumuelewa nini hasa anachokitumiaga katika masuala ya upelelezi. Sasa katika swala hili ni lazima tuweze kuangalia kwa jicho la tatu kabla hajaanza kutusanukia zaidi. Ni lazima tujue kwanza namna gani ya kuweza kujihendo katika ile swala. Basi walitoka pale akampeleka Jolina mpaka kitandani kwa ajili ya kuweza kumpumzisha. Na mwisho basi bibi akatoka nje kwa ajili ya kuweza kwenda kumchukua kibonge. Kibonge cha watu amelala hapa nje. Oya. Amka. Amka wana. Amsukuma kaanguka chini Mungu wangu. Nimevamiwa ni? Oya, ingia ndani kalale bwana. Kibongea kaingia ndani na hasira kinyama na usingizi umemjaa kichwa kizima. Basi akazama ndani. Alipozama ndani kaingia zake kitandani kupumzika. Yani ni moja kwa moja mzee kwenda kulala. Sasa binti wanamuita Choma au Nina alipogundua watu wote wamelala, Jolene ameshakwisha kulala, Bonge ameshakwisha kulala, kuna issue ambayo anataka kuweza kuifanya. Akasogea taratibu kabisa, akafunga kitambaa chake pale na moja kwa moja akachukua pochi fulani kwa hapa ni kama kiatu fulani. Katega katika uzi fulani kuna kitu kama kibanio fulani. Kwa katika kiatu kile pana kitu kama vile ala fulani hivi. Sasa anasikiliza maongezi direct kabisa ambaye alikuwa akizungumzia ubibie anayefanya kazi chini usimamizi wa Raida.
本当の愛があれば医学上の決まりを生まれ変われるし。Wanamuita Inochi. 彼女が言いました。Alikuwa akiweza kuzungumza na binti ambaye ni nesi pale katika kituo kile cha Wachina. Sasa alikuwa akizungumza naye asema kwamba kama Raida ameshakwisha kuwapanga na ameshakwisha kupanga nini ambacho anatakiwa kuweza kufanya, lazima tujue namna gani ya kuweza kujisaidia sisi. Usije ukakuta tunamfanyia mtu kazi tu. Anasema ni kweli kabisa. Kwa sasa tunataka tujiangalie kwa jicho la tatu. Kama Raida tayari ameshakwisha kupanga mashambulizi yake, ni lazima tujue namna gani ya kuweza kujizuia zaidi na kujilinda. Wakati zile truck zinazidi kusonga mbele kama kawaida, mzee baba Yeda. Wakati shoti mzee mzima bwana Feyang akiwa sambamba zaidi na dokta wanazidi kufuatilia nyayo. Piga pikipiki fimbo barabara. 哎，老许啊，这没出嘛事儿啊？这不谁选的路，怎么进羊肠小道呢？前面根本没路。是啊，哎，来说。Basi wakati wanazidi kusonga mbele wapiga story kuhusiana na bibi wanamuita Chuma. Aha, washaanza kuzikaribia. Sasa dereva alikuwa sio mwingine bali ni ubinti hapa. Kapiga breki. Majamana wakapiga breki za kutosha. Kasimama. Sasa ama binti ni balaa. Walokabizoi kazi mzima kuendesha hizo traki ni shida. Jamaa kashangaa gari zimesimama, akamwambia subiri. Usiwe na wenge wala usiwe na papara. Subiri kwanza mzee. Mara ghafla gari navutwa nyuma mzee napigwa chauani. Majamaa wameshtaki wewe. Kakoswa. Kitu. Kibo. Haya sasa. Kitu ikapigwa mzima mlipuko wa maana. Alafu gari kachomwa moto. Wanasepa namna hiyo. Hiyo ni mbwembwe mzee na vijimambo tu. Twende! Yeda! Sasa wakaenda namna hiyo. Gari naelekea mzee mzima katika mwamba mmoja. Binti akailengesha mzee kwenye mwamba. Yeda! Bwana. Haya sasa. Wakateleza mabinti. Walichokifanya ni kuweza kupoteza kwanza ushahidi ya kwamba labda huenda yule jamaa amekufa. Jabali kwa kiweza kuendesha. Cha kushangaza pale mzima ule super defender tena anatia timu pale mzee. Cheki mambo sasa. Bwana. Aha. Yeda. Yopo. Asante. Yep. Aha. Huyo ndo super defender timu mzima ni mkali kinyama. Anashuka namna hiyo. Ama binti kwa nao nafaa sasa. Si wazembe kama Pepsi. Tusepe. Wanasepa namna hiyo. Ni washapu mzee na si wazembe kama sembe vile. Aha. Sasa mzee mzima bwana wanamuita Feyang akiwa sambamba na mheshimiwa dokta. Wakaamua kuweza kufuatilia wakati super defender naye anakuja speed ya ajabu. Yupo katika umakini wa hali ya juu. Wakafika hapa ndugu yangu, mabinti wamepotea na hawajui wapi walipokwenda. Kuna vijichaka fulani mzee. Vipo maeneo haya. Yes. Namna hiyo. Basi wamefika hapa wamepoteza location. Hawajui ni wapi pa kuelekea, ni wapi pa kufanya mashambulizi. Yeda. Wakaanza kwenda kwa umakini taratibu. Mdogo ndio mwendo na kuweza kufanikisha jambo. Ghafla mzee anatokea binti huyo hapo mzee. Ni mwepesi kama Pepsi mzee. Kono. Kido. Yeda. Ni good boy. Chaki mambo sasa. Bwana. Toto kike fai. Yedede. Ha. Aha. Iyo. Kidu. Bwana. Aha. Hajiona sura yake bado. Peleka nzito mzee akaikosa akaikataa. Alimbetua. Huyo ndo super defendant waga batishagi kazi. Binti anajifanya ameweza kuzimia. Jamaa akasogea taratibu kabisa. Mara ghafla akaiduka mzee. Yebo. Akanyanyuka na spray mzee akampulizia jamaa machoni. I say. Piga buti moja safi lakini tayari alikuwa ameshakwisha kumpulizia spray machoni. Aiko, naambia Aiko, twenzetu. Akambeba moja kwa moja akasepa. Jamaa kaandamasha na mzee na vyuma vya kutosha lakini wapi. Jamaa kapuliziwa spray fulani machoni. Sasa spray ni hatari mzee. Ikamfanya jamaa kwanza asione mbele.
Wakati huo makao makuu walikuwa kiasa angalia taarifa zinakuja kwa mheshimiwa. Mambo yanazidi kuharibika. Raia ambao walikuwa wameweza kutuma tena kwa mara nyingine tena wameweza kutetiwa na wameweza kuwekwa chini ya ulinzi. Kwa hiyo ni hatari juu ya hatari. Ni noma sana mzee. Yaani Mjapani amekuwa akifanya kila kitu kinakwenda ndivyo sivyo, shagala bagala. Sasa turudi katika kambi ya Mchina mzee. Mheshimiwa aliletwa baada ya kuweza kugundulika kwamba alikuwa ameweza kufanya kazi ya usaliti na kuweza kushirikiana na Wajapani. Basi wakawa wameweza kumleta makao makuu kwa ajili ya kuweza kujibu hizo shutuma. Anasema useme kama umeanza lini. Unashindwa kuweza kuheshimu madaraka uliweza kupatiwa na nafasi ambayo ulikuwa umeweza kupatiwa na moja kwa moja unataka kuweza kuwakana wananchi wako. Kwa nini? Aramba mheshimiwa, naomba unisamehe. Sitokani irudie kosa kama hili tena. Itakuwa ni mara ya mwisho na sitokani fanye kosa tena. Ni nani anayemuelewa? Alichukuliwa moja kwa moja kuweza kupelekwa sehemu kwa ajili ya kuweza kwenda kupatiwa adhabu. Kulingana na makosa ambayo alikuwa ameanza kuyafanya. Alimuita Jinjong. Kwa sasa madaraka yote ndio yameweza kukabidhiwa kwa ajili ya kuweza kusimamia vitu vyote. Mambo ndivyo jinsi yanavyozidi kusonga mbele zaidi. Kumbuka ni sema 32. Moto bado ni mtata zaidi mzee. Jamaa anashindwa kuweza kuelewa kwa nini watu wanakuwa hawana uzalendo. Kauli mbiu ni lazima uwe mzalendo bwana. Uzalendo kwanza, naipenda nchi yangu. Yes. Basi zilitolewa amri na oda mbalimbali na moja kwa moja watu wakaenda kutekeleza oda pamoja na amri mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri na kuweza kufikia pale ambapo alikuwa akiweza kupahitaji kwa muda mrefu, kwa sababu masuala yamekuwa ni magumu kinyama. Alright, basi jamaa anarudishwa katika kambi. Ndugu yangu afungwa macho. Kulingana na ile spray ambayo alikuwa ameweza kupulizwa machoni, imemsababishia madhara makubwa kinyama na kwa haraka ni hatari sana. Anasema mheshimiwa, imetokea tu nikajikuta nimeweza kuzidiwa kete. Lakini binti ambaye anaonyesha kuweza kufanya mambo haya ni binti ambaye ana uwezo wa ajabu na pia ana skills na mafunzo makubwa. Si binti wa kawaida. Jamaa kafungwa macho moja kwa moja, kwa sasa anatembezwa kama kipofu vile yani. Basi akampeleka namna hiyo. Sasa turudi katika upande wa pili huku. Katika upande wa pili huku taarifa zinarudi kwa mheshimiwa kambi. Ndio. Anasema baada ya kumaliza swala hili, kuna taarifa ambayo tayari umeshakwisha kuituma katika kikundi kile cha maraida wale mabinti. Na umeshakwisha kutoa taarifa kuhusiana na habari ya uvamizi ambao umeshakwisha kutoka. Sasa kwa sasa tunataka kuweza kujua nini hasa cha kuweza kufanya na kutulia kuweza kujua mashambulizi ni wapi yanapofuata. Jamaa karudi. Sasa tunarudi moja kwa moja leo katika kambi ya Mchina. Leo walikuwa wakianza kusajili baadhi ya wananchi ambao tayari walikuwa wameweza kujitoa na kutaka kuweza kutumika kwa ajili ya kuisaidia nchi, kuweza kuweka uzalendo kwanza, kuhakikisha kwamba nchi yao inakwenda kupata uhuru wao mapema zaidi. Basi walikuwa wakianza kugaiwa baadhi ya zana mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo wa kuweza kuzitumia zana zile. Na hii hali au hii situation ilikuwa ikiweza kusimamiwa na Dr. pamoja na Fei Yang. Haya jamani, nafikiri wote mmejitoa kwa ajili ya kuitetea nchi. Kila mmoja amekuja hapa kwa moyo mmoja. Sasa kazi hii nataka niwaambie kitu kimoja.
明白了吗？ Nisikilize kwa makini sana. Simpo tayari? Kwambia ndio, tupo tayari. 我们的重中之重， Sasa kuna hatua mbili ambazo nataka niwafundishe, 手机车间必 ambazo kila mmoja akizijua hizo 保护， atakuwa askari mzuri sana. 1小时换一次。 Anasema kuna njia mbili tu 早的时候必须要换， ambazo 各位 ni nzuri na masharti mawili ambayo unapaswa kuweza kuyajua. 见可疑的 Cha kwanza ukae ukijua kwamba wewe ni mzalendo 不得 na unapambana kwa ajili ya nchi yako. Lakini pia cha pili, ukae ukijua kwamba nyuma kuna watu wanakutegemea. Kwa hiyo unataka upambane, ujue kwamba unapambana kwa sababu gani. Hizo ni njia mbili tatu ambazo jamaa aliamua kuweza kuambia kwamba wakae ukijua kwamba wanapambana kwa ajili ya nchi. 不行啊！ Lakini pia wakae ukijua wanapambana kwa sababu wameacha watu nyuma. Inamaanisha kwamba kama ni wake, kama ni watoto Kinga. na baadhi ya ndugu mbalimbali, 都是重庆， basi wakae ukijua kwamba wanapambana kwa sababu wameacha watu nyuma. 不能给头丢人。明白，走了。 Basi jamaa alikabidhiwa jukumu hili la kuweza kuwasimamia hawa na kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwa sambamba zaidi, wanapita katika mafunzo maalum kabisa katika kipindi kifupi, ili waweze kujua namna gani ya kuweza kuhandle masuala yote haya. Basi dokta alitoka pale na alikuja moja kwa moja mpaka kituo kimoja cha polisi kipo hapa. 我来传达李司令的， Alikuja kuulizia taarifa kuhusiana na ule binti ambao tayari alikuwa ameshakwisha kujeruhiwa. 加强对电厂的防范。与此同时，要组织一支紫江城护 Kipindi cha nyuma kidogo. 电线杆还有变压器进行 Hasa alikuwa anataka kujua kuhusiana na taarifa zake na vitu kama hivyo. 和擅离者，一律 Sijui kama ameweza kupeleleza na kujua 可疑人员的话， kwa sababu nilikuwa nahitaji kuweza kupata 破坏线路者 details kidogo kwa ajili ya kuweza kunisaidia zaidi. 六 Kama ilikuwa inawezekana tayari 派人2 nimepata, ingekuwa ni vyema zaidi kuniambia. 坚决执行命令。 Okay, 不是一直 turudi katika upande wa pili kwa mzee mzima huyu. 呀？这次阴沟翻船成了瞎眼兽了吧？ 司令， Huko kwa Black alikuwa yupo sambamba na binti. 作为夏将军的处座， Alikuwa akizidi kumpeleleza zaidi kwa sababu binti kwa sasa haeleweki. 您 Kuna mambo baadhi anayafanya yani hayapo poa hata kidogo yani. 听你的口气， Yanakwenda kinyume sio kinyume, kimbele sio kimbele, yani haeleweki anafanya nini. 你等着瞧，我一定把你说的那帮人给逮着。 现在你的机会来了。你安排写的炸药库案结案报告我拟好， Anasema kwamba Superintendent CFN tayari alishakwisha kutengenezewa mazingira fulani ya kuaminika. Sasa hivi tulipopata itilafu kama hii kwa tukio lake la kupigwa upofu lilipotokea, 你还真 nafikiri ya kwamba tutakuwa tumekosa msaidizi sana katika kipindi hichi kifupi na hatujui tutafanyaje. Sasa kwa sasa Feiyang CFN 可是我 ameshakwisha kupigwa upofu ndugu yangu. 这份报告 Ile spray imemsababishia majanga makubwa 适合 na mazito. Kwa hiyo haifahamiki atapona saa ngapi, lini na muda gani. 我让你调查的那 Kwa hiyo ni hatari mojawapo 没想 na ni moja kati ya vitu ambavyo vinasumbua bongo za watu kiujumla yani. 多你，能不能多琢磨事儿，少琢磨人，行不行？ Sasa hii imekuwa ni hatari 台 na imekuwa ni shida kidogo, kwa sababu ukijaribu kuweza kuangalia mambo 那部 jinsi yanavyokwenda inakuwa ni nzito kidogo. Kwa hiyo mpaka sasa afahamu ni nini cha kufanya, lakini binti 公报 anasema kwamba 要是 hapana, 别了， hatupaswi kuweza kumtegemea tu 玩完 Superintendent. Inabidi kuweza kujua namna gani ya kuweza kufanya kazi na kuweza kuwadhibiti maadui. Akiwa pale mara ghafla anaingia fanya kazi. 处座， Mheshimiwa, Sure. Chivo 日本人呀， kamnongoneza taarifa fulani. Nini? 啊， Unasema? 他们怀疑日本人要炸我们的电厂， Dokta amempima na amesema kwamba amepata upofu. 你还有事儿吗？ Alimshukuru kwanza binti. 我保证会找到。 Basi nafikiri tutaonana kwa muda mwingine, 我希望处座您 lakini pia kumbuka maneno ambayo nimeweza kukuambia Yes. ya kwamba usiwe wa mtegemezi sana, yani usitegemee sana vya watu. Mimi nakwenda, usitegemee sana kuhusiana na uwepesi wa jamaa. Taarifa zinakuja kwamba jamaa kafanyiwa uchunguzi wa macho 得肚子， na macho yake kwa sasa yanaonekana kama vile hayataona vizuri. 我怀疑这个小妖精是日本间谍。 什么？有证据吗？ 他一 Na hii ni kulingana na ile spray ambayo alikuwa ameweza kupuliziwa. 司令很生， Ni noma tena noma sana mzee. Aha. Akatoa oda moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anakwenda kusimamia ile swala vizuri
ili mambo yote yakae vizuri yanyooke. So wakati huo daktari huku mzee mzima alikuwa akizidi kuendelea na matibabu zaidi. Anazidi kumtibu jamaa.